Kisha kitabu Acts chapter 17. Matendo ya Mitume mlango wa 17. Acts 17:30, the Bible says, Matendo ya Mitume 7:30 Biblia inasema 17 verses 30. 17:30. The Bible says, the times of ignorance God overlooked. Biblia inasema zamani wakati wa ujinga Mungu alijifanya kama haoni. But now he command all people everywhere to repent. Lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu. Because he has fixed the day on which he will judge the world in righteousness. Kwa kuwa ameweka siku ambayo atawahukumu ulimwengu wote kwa haki. By a man whom he has appointed. Akimtumia mtu aliyemchagua. Of these he has given assurance to all by raising him from the dead. Amewahakikishia watu wote mambo haya kwa kumfufua Kristo kutoka kwa wafu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The Bible says, Biblia inasema our Lord is a very faithful God. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu sana. And the Bible says in Matthew chapter 3 verses 2, na Biblia inasema katika Mathayo mlango wa 3 mstari wa 2, that John the Baptist in the wilderness, kwamba Yohana mbatizaji pale nyikani, crying in the wilderness, akilia nyikani, calling people to repent, akiwaita watu wakaweze to repent from their sexual sin, kutubu kutoka kwa dhambi zao, to repent from their adultery, kutubu kutoka katika usherati, and then come back to the Lord God Almighty. Amrudia Mungu aliye mkuu. Acts chapter 17 verses 30. Na katika Matendo 17:30, The Bible says Biblia inasema that at this time the Lord overlooked ignorance, kwamba kwa wakati huo Mungu alijifanya kana kwamba haoni. and he commanded all people to repent and to turn away from their sin. Lakini sasa naamuru watu wote wakaweze kutubu na kugeuka kutoka kwa dhambi zao. I know you had gone to church, Pengine najua umeenda kanisani. and sometimes you went to church on Friday, Na pengine ulienda kanisani Ijumaa. and sometimes you went to church on Saturday, Na pengine ulienda kanisani Jumamosi. and perhaps today you also went to church. Na pengine hata leo ulienda kanisani. But the Bible says, Lakini Biblia inasema in your business wherever you are, katika biashara zako popote ulipo, in your business and in your shops, kwenye biashara zako na kwenye duka lako, we have just come to have a fellowship, tumekuja tu tukaweza kushiriki to pamoja, learn from the Lord. kuweza kujifunza kutoka kwa Bwana. For many times and years, Kwa sababu kwa siku nyingi na miaka mingi you have been serving the Lord, tumekuwa tukimtumikia Mungu, and knowing that you are going to the kingdom of God, tukifahamu kwamba tunaelekea katika ufalme wa but in Mungu. your process of worshiping the Lord, Lakini katika hatua zako za kumwabudu Bwana, abortion is your daily meal. uavyaji wa mimba ni kitu chako cha False apostle is your daily meal. False apostle. na mafundisho ya uongo pia ni chakula chako cha kila siku. Idol worship is your daily meal. Kuabudu sanamu pia ni kitu chako cha kila siku. Walking to the house of the Lord, Kutembea kuelekea kwa nyumba ya Bwana. but in your life there is full of sexual immorality. Lakini kwa maisha yako umejawa na usherati. In your business they are full of corruption. Na katika biashara zako umejaza ufisadi. And the Bible says Biblia inasema that for a long time kwamba kwa muda mrefu the Lord overlooked such ignorance. Bwana alijifanya kana kwamba haoni. But this time round, Lakini kwa wakati huu, because one that has resurrected, kwa sababu yule ambaye amefufuka he is coming back. anarudi tena. But he will not come to pick an holy church. Na anakuja tu kuchukua kanisa lililo takatifu. Hatakuja kuchukua kanisa takatifu, hatakuja kuchukua kanisa ambalo hajaitayarisha kuchukuliwa na Mungu. Hatakuja kuchukua kanisa ambalo halijatayarishwa na Mungu. Hallelujah. Hallelujah.